Shalom, shalom, haleluya. Mungu akubariki. Ni mtumishi wa Mungu hapa Fulgence Kabakama. Karibu katika sehemu nyingine hii ambayo tunaendelea nayo, na nitahitimisha katika sehemu hii. Siwezi kukumbuka vizuri ni sehemu ya ngapi, lakini wewe utajua kutokana na mpangilio. Kama nitakuwa sikosei ni sehemu ya 8, na nitahitimisha juu ya somo hili au maarifa haya ya baadhi ya ndoto na tafsiri zake. Nimekuelekeza jinsi ya kushughulikia ndoto mbaya, jinsi ya kuomba kushughulikia ndoto mbaya au mambo mabaya yanayotendeka au yaliyotendeka au yanayotendeka kinyume na wewe na mtu wako au watu wako. Utaomba tu. Kushughulikia ni kwa njia ya kuomba. Utaombaje? Unaomba: Baba, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, ninapinga ndoto mbaya, chochote kibaya kilichofanyika, kinachofanyika katika ulimwengu wa roho kinyume na mimi, kwa sababu wakati umeota, wakati umelala umeota, huo ni ulimwengu wa kiroho, na mambo huanzia huko ndiposa yanafanyika katika ulimwengu wa kawaida. So unatumia pia neno la Mungu. Kwa neno la Bwana, Yakobo 4:7, James 4:7. Yakobo 4:7 anasema jiwekeni chini ya Mungu, mpingeni ibilisi naye atakimbia. Lakini utumie Isaya 7:7. Lakini sasa nitakupatia baadhi ya ndoto nzuri ambazo ni tafsiri yake ni ndoto nzuri, au kwa maana kwamba jambo zuri limeanza kufanyika katika ulimwengu wa roho, na ndiposa linapotaka kuchipuka katika ulimwengu wa kawaida aliwezi kuchipuka tu ghafla. Elewa kanuni hii mpendwa katika Kristo Bwana na Mungu wetu, ya kwamba kitu chochote kiwe kizuri au kiwe kitu kibaya akifanyiki tu ghafla. Kuna kitu kimefanyika, kikapelekea hilo jambo kufanya nini, hilo jambo kutendeka. So ukitaka kusababisha chochote kibaya, watu wabaya wanaombaga vibaya, mambo mabaya yanafanyika. Sasa pia wewe ukitaka kusababisha mambo mazuri, yafanyike katika maisha yako, maanake pia utaomba, utayafungulia. Hiyo ndio kanuni. Sasa nikupatie namna au njia ya kushughulikia ndoto nzuri au kile kizuri ambacho kimefanyika katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Utaomba pia vile vile, utamwomba Baba katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Utaomba: Baba, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, juu ya ndoto hizi nzuri ambazo nimeota, ninaomba, au unaweza kusema ninazifungulia katika ulimwengu wa mwili, zikaweze kuchipuka, zikaweze kutendeka sawa sana ulivyonizungumzia au ulivyonionesha katika ndoto. Na hapa ni vizuri pia kusimamia neno la Mungu, na nitakupatia hili neno la Mungu, Habakuki chapter 2 verse 2 to 3. Habakuki sura ya 2 mstari wa 2 hadi wa 3. Neno la Mungu limeandikwa kwamba ndoto hii itafanyika na inafanya wepesi kufanyika, japokuwa utaona kama inachelewa, lakini haitokawia, itafanyika, asema Bwana. Sasa simamia neno hili. Hii ilikuwa ni ahadi ya Mungu kwa Habakuki juu ya ndoto ile au zile alizoota, lakini Habakuki wa sasa ni mimi na wewe. Kwa ukiota ndoto nzuri, maanake Mungu amekuzungumzia kitu kizuri ambacho kimeanza kufanyika katika ulimwengu wa roho kwa ajili yako au kwa ajili ya mtu wako au watu wako. Omba: Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa kile ulichonionyesha au kile nilichokiota kizuri,
na kwa neno lako Bwana. Habakuki 2:2-3, hilo jambo lifanyike, hilo jambo lisichelewe, lifanyike kwangu kwa jina la Yesu Kristo, kwa utukufu wako, amen. Kwa unaweza kuomba kwa ufupi kama hivyo, au na zaidi vile Roho Mtakatifu atakusaidia kuomba. Kwa hiyo ni vizuri hata kama eti umeota ndoto sasa iko hivi, ndoto mbaya ukiota, usipoishughulikia itachipuka, kile kibaya kitatokea. Haya, ndoto nzuri au kile kizuri ulichoonyeshwa au ulichoona, Mungu alichokuzungumzia kwa njia ya ndoto, akitokufanyika automatically eti kama hujaomba. Unajua ile ndoto mbaya, hata kama hujaipinga wewe, ukaamka tu kasema si ni ndoto tu, lazima inafanyika. Lakini ndoto nzuri ndo hapa tofauti. Ndoto nzuri haiwezi tu kufanyika tu automatically pasipo kuiombea. So kila kitu ni kuomba. Kibaya unaomba unakizuia kisifanyike. Kizuri pia unaomba unakiruhusu kiweze kifanyike katika maisha yako au mtu wako au watu wako ulioota. Sasa ndoto, mpendwa, ziko za aina nyingi sana, lakini hizi mara nyingi si nyingi sana kama ndoto mbaya, lakini baadhi yake ni kama hivi. Mtu utaota labda unaendesha gari au unaendesha gari au uko katika gari unasafiri. Sasa masuala ya gari au hasa tafsiri ya unaendesha gari, kuna kusudi fulani ambalo Mungu anaweka ndani yako. Linaweza likawa ni la kiroho, tunaita huduma. Hiyo ni huduma ambayo Mungu ameachilia kwako, na wewe ndio mwanzilishi na wewe ndio utayesimamia. Lakini inaweza isiwe mambo ya rohoni, maana kama huduma inaweza ikawa ni kampuni. Kuna kampuni fulani au kuna project fulani Mungu atataka uianzishe na uweze kuisimamia. Lakini ukiota pia uko na wengine mnasafiri, manake hiyo ni huduma ambao hauko peke yako, utaambatana na wengine katika kufanya hiyo huduma. Na kama ni kampuni au ni kama mradi fulani project, utafanya na wengine. Kwa hiyo hiyo ni ndoto nzuri, ukiota unafanya hivyo. Watu wengine wanaota wanaendesha gari, ni kama ile gari limemwacha, ile gari inaenda mwenyewe afu yeye aendeshi. Sasa hiyo si ndoto nzuri, kumaanisha kwamba kuna kitu Mungu amekupatia, lakini kama umepokonywa au kama ukiendeshi vizuri au hujajua namna ya kuendesha, kwa unatakiwa uombe Mungu aweze kukusaidia. Ndoto nyingine baadhi ambayo ni nzuri ni kuota na watu wakubwa, yani viongozi. Hiyo inaonyesha kesho yako ni kubwa, kesho yako ni kubwa, wewe ni mtu mkubwa. Inawezekana sasa hivi unajiona na jinsi ulivyo ni kweli, labda maskini, unajidharau, lakini kuna ukubwa ambao uko ndani yako. Ndio maana wakati ambapo Yusufu au Joseph alipokuwa anaota jua limesimama, nyota nyingine zinainamia, uzuri alivyokuwa anaeleza, hawa ndugu zake walikuwa naelewa kwamba wakatafsiri, na hivyo ndivyo jinsi ilivyokuwa. Ilikuwa inamaanisha yeye atakuwa mtu mkubwa, atakuja, atanyenyekewa, atasujudiwa na ndugu zake. Wakapinga, akasema wewe hautotutawala, lakini kaja kufanyika. Sijui kama unanyelewa. So kuota na watu wakubwa, kuota na rais au kiongozi fulani, mtu mkubwa, manake Mungu anaonyesha kesho yako ni kubwa. Wakati mwingine kuna ndoto hii unaweza ukafanya mtihani kweli, lakini inakaa ni ndoto mbaya, lakini ni nzuri. Kifano, unafanya mtihani na huo mtihani umefaulu, au kuwa mgumu umekuwa mrahisi na umeona kabisa umefaulu, manake pia utapitia kitu fulani lakini utakuja kufaulu. Ndoto nyingine unaweza ukaota
umeshika pesa au unapewa pesa, hiyo ni utajiri. Hiyo ni utajiri, hiyo ni mpenyo mzuri juu ya kitu kizuri katika maisha yako. Hizi zinakuwa ni baadhi, lakini nyingi sana zinakuwa ni ndoto mbaya. Mungu akubariki kwa kuendelea kutufuatilia. Ukihitaji ushauri wa kiroho, ukihitaji maombi, ukihitaji huduma ya aina yoyote, huduma ya mtu mmoja, huduma ya familia, huduma ya kanisa, semina, mikutano, crusade, unaweza ukawasiliana nami kwa namba ambayo nimeweka hapo katika title. Hiyo namba utaitumia katika kupiga, na wewe ambaye unaguswa pia kuweza kusapoti kazi ya Mungu ambayo tunafanya, tuweze kuwafikia watu wengi sana, wakati mwingine tuweze kuipromote ili watu wengi waweze kuiona, waweze kufikia. Unaweza ukatumia hii namba pia ambayo iko katika screen yako kuweza kutusapoti kwa sadaka yako yoyote ile, na hakika Mungu atakubariki. Nataka nikuombe. Baba, katika jina la Yesu, namuinua mtoto wako, namuinua mtu wako ambaye Bwana umemjalia neema na kibali ya kuweza kupata maarifa haya. Umesema kwa neno lako katika Hosea 4:6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa yeye amepata maarifa, na tangaza japo ni machache, maangamizo yote ambayo yamekuwa napitia ninayakemea katika jina la Yesu. Nguvu za giza nazikemea zikuachie. Natangaza ushindi katika maisha yako kwa damu ya mwana kondoo. Natangaza na ninabariki Israeli, ninakubariki. Mungu akakuonekanie, Mungu akakuhurumie, Mungu akakujalie kibali na mpenyo, Mungu akasimame upande wako. Ninakubariki katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi na Bwana wetu. Amen. Thank you.